Kuna vitu muhimu katika maisha, ukiwa navyo hautapata tabu katika maisha yako. Cha kwanza, timiza ahadi. Pili, jitoe kwa ajili ya watu unaowapenda. Cha tatu, usiwe na hulka ya uchoyo. Na cha mwisho, simamia msimamo wako ulionao, usitetereke. Dunia imeshuhudia mashujaa wengi, ikiwemo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Omar ibn al-Khattab. Wote hawa walikuwa mashujaa katika miaka ya nyuma iliyopita, lakini katika mwaka 1968 alizaliwa shujaa pekee asiye na woga hata chembe. Sheikh Abu Drogo Muhammad mjini Mombasa, muwazi asiyenyamazia maovu. Lengo ni kusimamisha Uislamu, na hotuba zake zenye kusisitiza Waislamu kujitambua na kupigania dini yao. Kitu nitakachokuwahusia, starehe za kidunia ziondosheni, ndio zinazoangamiza Muislamu. Na Mtume utamuona sallallahu alaihi wasallam, maisha yake ni kulala mchangani. Msikiti wake ulikuwa hauna busafi, kukinyesha kwa vuja. Ndio msikiti wa Mtume ulivyokuwa. Alisoma katika madrasa ya Kenya, kisha kusafiri kwenda kutafuta elimu zaidi. Alijulikana na uwezo wa kutafsiri Qur'an, fikihi, hadithi na mihadhara ya kusisimua jamii. Kisha aya ya mbele Allah asema, man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani atamkopesha Mungu qardi nzuri? Kumkopesha Mungu utamkopesha nini? Inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Mungu amenunua sasa kutoka kwa waumini nafsi zao na mali yao, kwamba yeye atawapa janna. Huko ndiko kukopeshana. Man alladhi yuqridu Allah qardan hasana, nani atamkopesha Mungu kilicho kizuri? Mkopeshe Allah subhanahu wa ta'ala roho yako, maana Allah ametumia kukopesha hapa. Kukopesha kwamba kisha utafanywaje? Utalipwa. Kwa hivyo ukimpa Mungu roho yako, atakuregeshea siku ya kiyama roho yako, kisha akupe na janna. Si ati akichukua roho atachukua, kwa sababu Allah amekuahidi janna wewe. Ikiwa roho ataichukua ufe kabisa kabisa, utaingiaje janna? Haiwezi. Kwa hivyo kwamba akichukua roho yako ameikopesha, ataiweka siku ya kufufuliwa, atakuregeshea, kisha atakuongezea na janna, kisha atakuongezea na mahurul ain, kisha atakuongezea na majuisi, kisha atakuongezea na kutokufa, kisha Mihadhara yake ilihudhuriwa na mamia vijana katika majengo ya Mombasa. Alikuwa akizungumza siasa zilizokuwa zikandamiza Uislamu katika nchi ya Kenya, na ni moja kati ya shekhe wa mfano wa kuigwa, kwani aliipa thamani siku ya ahadi kuliko dunia yenye umwagaji wa damu isiyo na huruma, yenye watu wa kila aina. Awali walimshutumu na makosa kadhaa iliyomfikisha mahakamani kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2002. Serikali ya Kenya na mataifa magharibi, hasa Marekani, walimshutumu kama mwezeshaji wa Al-Shabaab, akidaiwa kuvusha vijana kwenda Somalia na kuzungumza vikali juu ya operation za kijeshi za serikali ya Kenya. Hata hivyo, alipinga vikali kuhusu shutuma hizo. Watu wa Mombasa walimchukulia kama shujaa aliyepigania haki za binadamu pamoja na shutuma zote, lakini hakuwahi kufungwa kutokana na kutokuwepo kwa ushahidi. Mwaka 2012 tarehe 27, akiwa kwenye gari lake na familia yake, alipigwa risasi na kuuawa papo hapo na watu wasiojulikana maeneo ya Box Town, Mombasa. Kifo chake kilileta mtafaruku wa vurugu dhidi ya polisi miongoni mwa vijana wa Mombasa. Kifo chake kiliadhimisha siasa na usalama wa pwani ya Kenya.